Ugonjwa wa saratani ni ugonjwa mojawapo ya magonjwa yanayoonekana kuwa sugu na kusababisha maafa ulimwenguni. Daktari Amos ni mtaalamu wa saratani katika hospitali ya kaunti ya Uasin Gishu na anatueleza jinsi ya kuzuia, kujipima na kukabiliana na ugonjwa huu iwapo umeathirika kwa njia moja au nyingine. Je, kuna aina ngapi ya saratani na huathiri mtu wa aina gani? Breast cancer na prostate cancer. Ile tunaita screenable cancers. Leo unaweza kufanya screen. Saratani inaathiri umri yote. Kwa sababu hata ukiangalia hata kuna saratani ya watoto. So kwa ujumla cancer inaathiri umri yote. Na katika hii screenable cancers kama sasa cervical cancer na breast cancers, watu wanakuwa katika hatari wakifikia umri kutoka umri wa miaka 25 na kwenda juu. Licha ya ugonjwa huu kuwa mbaya na ya kutisha maisha ya binadamu, kuna matumaini ya kutibiwa na kupona tena. Unachotakiwa kufanya ni kutambua uwepo wake mapema kabla haijakita misisi mwilini, kwani ni rahisi kukabiliana nayo ikiwa katika hatua ya kwanza, yani early stages. Hili linawezekana vipi? Na ile tunaita chemotherapy. So bado kuna matibabu. Alafu tena kuna matibabu ile tunaita palliative care. Unajua sisi kama wafanyakazi wa afya bado kuna kitu tunaweza kufanya. Bado tuna service tunaweza kupeana. Service kama ile tunaita sasa palliative care. Palliative care ni kusema huenda hatutaweza kuponya ugonjwa kama hiyo, lakini mgonjwa anaendelea tu kupewa matibabu ile ita improve ile tunaita quality of life. Saratani haitambui umri wala jinsia. Hivyo basi inaweza kuathiri mtu yeyote, wakubwa kwa wadogo, wanawake kwa wanaume. Ila kulingana na utafiti, asilimia kubwa ya wale walio kwenye hatari ya kupata ugonjwa huu ni jinsia ya kike. Saratani inaathiri umri yote. Kwa sababu hata ukiangalia hata kuna saratani ya watoto. So kwa ujumla kansa inaathiri umri yote. Na katika hii screenable cancers kama sasa cervical cancer na breast cancers inaathiri wanaume hata na wanawake, lakini zaidi wale ambao wanaathirika zaidi ni wamama. Heri kinga kuliko tiba ndiyo sajili muhimu hospitalini, kwani gharama ya matibabu hayawezi kulinganishwa na gharama ya kinga. Hivyo basi ni vyema kuelewa jinsi inavyoweza kuenezwa au kusambazwa ili kutafuta suluhisho na kukwepa maambukizi. Iwapo upo kwenye hatari ya kuambukizwa, unapaswa kufanya nini? Tungependa sana watu wakuje wafanywe uchunguzi mapema. Watu wasikae mpaka wahisi dalili ndio wakuje. Wakati wanahisi dalili na wakuje, huenda imefika ile tunaita stage 3 and stage 4. Na mgonjwa atasaidika vile wangesaidika kama wangekuja mapema. Na katika hii screenable cancers kama cervical cancer inasababishwa na virus ambayo inaitwa HPV, human papilloma virus. Human papilloma virus mtu anapata kupitia kwa ngono. So it is a sexually transmitted infection. Usisubiri mvua ndiposa ununue mwavuli. Ina maana usingoje kuugua ili uende hospitalini. Hakikisha kuwa unafanya hima kukagua afya yako. Afya bora ni utajiri wa kwanza. Linda afya yako. Ni hayo tu kwa leo kwenye makala ya afya. Ungana nami wiki ijayo Jumatano masaa kama haya. Mimi wako Kibe.